sana. Tuko pamoja. Vijana ria, vijana ra, wazee tibim, wazee tialala, warembo ha, warembo mwe, wamama mwe. Asanteni sana. Asanteni sana. Sasa nataka nichukue nafasi niongee kisha nikaribishe viongozi wengine pia waseme jambo. Sio ni sawa? Asanteni sana. Tuko top. Tunasema ni babu kwa saa? Ni babu kwa saa? Na hata bila sababu ni ba? Na baada ya baba ni ba? Na bila babu ni? Bila babu ni? Aya, tuanze tena. Babu kwa saa? Na bila sababu ni? Na baada ya baba ni? Asante sana. Asante sana. Asante sana. Asanteni. Sasa kwa Wakenya wenzangu ambao mko hapa siku ya leo, tuliambiwa ya kwamba hatuwezi fika hapa. Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? This is the famous ufungamano. Hapa ndio historia inatengenezwa. Na historia ya Kenya ikitengenezwa lazima nyinyi mtakuwepo. Kitabu kipya cha Kenya kikitengenezwa lazima mtakuwepo wapi? Hapa. Jambo la kwanza, nimeona mapolisi wametumwa hapa. Polisi wametumwa na malori na matiagas na marungu. Na wanakuja hapa kuharibu mkutano yetu. Lakini katika katiba, Constitution chapter 1 inasemaje? Sovereignty iko na nani? Sovereignty iko na nani? Kwa hivyo hawa mapolisi wametumwa hapa, wako na shida kushinda hata Wakenya wote. Swali mengi, kwani wewe ni polisi? Una maswali mengi, kwani wewe ni polisi? Bas. Mapolisi wametumwa hapa, inafaa wakuje hapa kutulinda, kuweka amani. Lakini wanakuja hapa kuleta fujo. Hawa mapolisi wako na watoto shule, wako nayo ama wana? Wanalipa fee ama walipi fee? Tukiwapigania haki yao ni mbaya ama ni mzuri? Hawa mapolisi ambao unaona hapa nje wanaishi kwa nyumba ya mkebe, wanaishi huko ama waishi huko? Tukisema wapewe affordable housing ni mbaya ama ni mzuri? Wanakuja kutupiga hapa kwa nini? Na wako na shida kushinda Wakenya sana. Mapolisi ambao unaona hapa si wako kwa CRB? Si wako na madeni? Lakini tukikuja hapa kuwapigania wanatumwa ili waharibu mkutano yetu. Ushenzi si ushenzi? Upuzi si upuzi? Mapolisi ambao unaona hapa, hawa mapolisi ukiona mishahara yao iko chini sana. Na sisi tunasema serikali waongezee mishahara. Tukiwaambia hivyo wanakuja hapa na tear gas. Ujinga si ujinga? Upuzi si upuzi? Jamani, sisi tumekuja tu, we are not the enemy of the government. Linda Mwananchi is not the enemy of the state. Linda Mwananchi is the defender of the people. Linda Mwananchi is protecting the rights of Kenyan citizens. Linda Mwananchi is fighting for justice on behalf of Kenyans. Those who are killed, it is Linda Mwananchi who is putting pressure on the government to compensate their families. Linda Mwananchi is ensuring that every Kenyan gets employed. Kwa sababu serikali walituahidi, wakasema kila mwaka, kila kijana hapa atapata 1 million jobs. Uko na kazi hauna? Uko na kazi hauna?
Serikali ilituambia mama mboga ata graduate kutoka kwa kuuza mboga kukuwa na supermarket. Uko na supermarket ama una? Uko na supermarket ama una? Serikali ilituambia yule bodaboda rider atawacha kudrive hiyo bodaboda, kuride bodaboda na awe na matatu. Uko na matatu ama una? Uko na matatu ama una? Kwa hivyo tunasema shetani na mimi siku ya leo NDC imeitwa kule Ngong Road. Hiyo NDC imeitwa huko ni illegal NDC. Maanake siku ya leo hapa tuko na Secretary General wa party cha ODM ambaye anaitwa Edwin Sifuna. Katika katiba cha ODM ni Sifuna ndiye anafaa aite NDC. Na Sifuna NDC yenye ameita ni hii ama sio hii? This is the only NDC that we have. Baba alipofariki, Wakenya wenzangu, wana ODM, baba alipofariki tuliambiwa tuende Mombasa Road. Asubuhi saa 12 tukarauka, tukaenda Agile Hotel na tuliambiwa tuende huko tupokee mwili wa Raila Amolo Odinga. Tulipofika pale, agenda ilibadilika. Wakasema ya kwamba sasa party leader ni Oburu Odinga. Wewe ndugu yako amekufa, ajazikwa, na wewe unamridhi kama ndugu yako bado ako katika sanduku la maiti. Upuzi si upuzi? Je, hiyo ni ungwana? Kisha tunaambiwa lazima tufuate hiyo mwenendo. Tutaheshimu Oburu as our elder but not our leader. When Mr. Sifuna speaks, he's speaking on behalf of the party. We will respect Oburu Odinga as our elder but not our leader. Kwa hivyo ile NDC ambayo iko illegal pale, is that the true spirit of ODM? Is that the true spirit of ODM? Is that the true spirit of Raila Amolo Odinga? Is that the true spirit of the youth, men and women who fought to bring down the towers of oppression and raise the banners of freedom? Is that the true spirit? Is that the true spirit of the Gen Zs who came out in 2024 to fight for the oppressive finance bill? Is that the true spirit of Kenyans? Is that the true spirit of Kenyans? Sisi ambao tuko hapa tutazidi kuwapigania. Maanake Mkenya anateseka. Mkenya ana shida. Ukiona mwalimu ambaye aligraduate 20 years ago mpaka siku wa leo hana kazi. Mwalimu ambaye aligraduate 15 years ago, 5 years ago mpaka siku ya leo hajaandikwa. Mwalimu ataretire before hata apate kazi. Ukiona madaktari wetu, the health sector, madaktari hawalipwi on time. CBA haikui honored na serikali. Watu wana graduate hakuna kazi. Ukiona wanafunzi wetu, hapa ndio kuna shida. Vijana ria, vijana ra, wazee tibim, wazee tialala, polisi tiagas. Weka mawe, weka mawe, weka mawe. Ukiona wanafunzi wetu wameintroduce kitu hapa ambayo ni illegal. Wanasema wanafunzi wawekwe kwa banding system. Na hii banding system inaumiza wazazi wetu. Mwanafunzi anapita mtihani, anaenda university, wanaenda college. Kisha huyu mwanafunzi akifanya medical courses anaambiwa atalipa 600,000 Kenya shillings,
ati serikali inalipa 300,000 Kenya shillings na mzazi alipe 300,000 Kenya shillings. Wacheni niwaulize swali moja. Yule mama mboga ambaye anaamka asubuhi, ambaye anaenda pale Gikomba, ambaye anaenda pale soko nyumbani, huyo mwanamboga, mama mboga ambaye anapata shilingi 200 kwa siku, ambaye hajaona shilingi 10,000 mara moja, huyo mama atafundisha, atasomesha mtoto wake kivipi? Atapata 300,000 wapi? Ni kuua elimu ama sio kuua elimu? Yule mwana bodaboda ambaye amenunua bodaboda yake, amechukua loan 100,000, 150,000. Amechukua loan. Kisha huyu mwana bodaboda anaambiwa ya kwamba yeye anafaa asomeshe mtoto, alipe 100,000 katika university. Hajawahi ona 20,000 kwa moja hivi kuweka kwa mkono. Huyo mwana bodaboda atasomesha huyo mtoto? Alafu naambiwa serikali imeleta mabadiliko. Serikali ya upuzi si upuzi, ya ukora si ukora, ya uongo si uongo. Ndio maana tunasema ya kwamba wanafunzi wetu wote katika college, katika university, hawa wanafunzi inafaa waheshimiwe. Hawa wanafunzi wapewe help, na ukishapewa help, do not say thank you, ask for more, because that is your constitutional right to get education. Vijana ria, vijana ra, warembo ha, wamama mwe. Huyu kijana we ni mama unapiga mwe. Tukiangalia hapa nchini, kuna high cost of living. Kuna high cost of living. Mkenya, kijana ambaye ako hapa, kijana anaweza tamani kufa, lakini huyu kijana hana hata pesa ya kununua kamba ya kujinyonga nayo. Kwa sababu gharama ya maisha iko wapi? Unga iko wapi? Mboga iko wapi? Maisha iko wapi? Kwa hivyo la mwisho tunataka tuwaambie hawa viongozi ambao wameketi hapa mbele, one man with God is the majority. One man with God is the majority. Kwa hivyo tusiambiwe kila wakati that tuko wachache. Ukienda kwa rally, nani wako na watu? Nani wako na watu? Nani wako na watu? Kwa hivyo wale wako Ngong Road wako na chama. Sisi tuna wana chama. Asante sana. Na tuko na sifu, na tuko na huyu Orengo huyu. Huyu jamaa, wacheni niwaambie historia yake. Mimi nilipokuwa nimeshikwa mara 12, nikawekewa 12 criminal cases at different times, hakuna hata mmoja yenye Orengo alikosa kukuja. Anapenda vijana apendi. Na tukiwa na Orengo tumeketi chini na yeye, Orengo anatutreat kama watoto wake, na heshima na mapenzi. Orengo, may you live like Methuselah in the Bible. Yeye atuambii tokeni nje. Yeye anatuambia tuketi hapa tuzungumze. Kwa hivyo huyo Orengo tunakuheshimu. Huyo Orengo mwenye wanatusi kila siku, yeye mwenyewe alikuwa anapigania baba Supreme Court ama hakukuwa anapigania? Katika kila Supreme Court case, nani alikuwa wakili senior counsel ambaye alikuwa anasimamia kesi? Nani? Kwa nini anadharauliwa sahi? Huyu Sifuna huyu alikuwa naongea akili yake baba akiwa mzima ama hakukuwa naongea? Alikuwa naongea ama ongei? Mbona anapigwa sahi? Hakuna mwenye alipenda Raila Amolo Odinga kushinda huyu Sifuna, na hakuna mwenye anateswa sahi kushinda huyu Sifuna. Huyo Sotsi huyu
Osotsi amekuwa akipigania chama mapigani. Amekuwa akipigania chama mapigani. Huyu Karoli alipatia ODM mpaka nyumba. Ofisi ya ODM ilikuwa ya huyu Karoli Omondi. Ni wapi tulikosea? Hawa wajumbe walikampenia Raila Amolo Odinga. Kibagendi, unateswa bungeni. Kibagendi anateswa kama kuku. Anakimbizwa, akishikwa wanataka waweke kisu kwa shingo. But nakuambia Kibagendi, tuko sawa. Na viongozi wetu wote, Ruben Ndolo, wewe ni chuma ya kitambo na uko sawa. Huyu atakuwa mjumbe ama atakuwa? Nikimalizia, nataka nichukue nafasi kukaribisha kwa sababu nitarudi hapa kuita hawa viongozi waongee. So wacha tumalize kwanza na hawa viongozi wengine, alafu tuwaite viongozi, mtaongea, nitawaita. Kwa hivyo nataka nichukue nafasi kukaribisha Karoli Omondi. Huyu alipatia ODM nyumba. ODM haikulipa rent for 17 years. Karoli, karibu. Baba, sini wa baba, baba.